Yes, na kusalimu katika jina la Yesu. Jina langu Apostle Daniel Komba. Nimekuja na habari njema ya ufahamu kwa ajili ya mtu yoyote anayenisapoti pale ulipo. Hasa nataka nikufundishe asili ya mwanadamu. Asili ya mwanadamu alipoumbwa, kwanza alitambulishwa katika dunia. Tuna mwanadamu wa kwanza katika bustani ya Edeni anaitwa Adamu, alitambulishwa. Na alitambulishwa kwenye ardhi ikamjua. Akatambulishwa kwenye wanyama wakamjua. Akatambulishwa kwenye kila kitu na akapewa mamlaka. Na chote kile alichokuwa anakitumikia au anakifanyia kazi kilimtambua, na ilikuwa rahisi kufanya anachokihitaji. Kwa sababu gani? Amekwisha kutambulishwa. Tunamwona huyu Adamu katika bustani ya Eden. Tunamwona pale Mungu akamwambia, akambariki, akamwambia katawale ndege wa angani, samaki wa baharini, vinavyotambaa, vinavyoonekana, visivyoonekana. Akapewa mamlaka ya kuvitawala. Alipokosea akaondolewa katika bustani ya Eden, maisha yake yakaenda kushoto kwa sababu alitoka nje ya utambulisho. Tunamwona mtu wa pili aliyetambulishwa anaitwa Ibrahim, baba wa imani. Kwa kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wake wa kwanza inasema, Bwana akamwambia Ibrahim, toka we katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kukutunza na kulitunza jina lako, nawe uwe baraka. Mtu wa pili tunamwona Ibrahim, Mungu alimtambulisha. Kwa popote alipokwenda alikuwa ni mtu mwenye mpenyo kwa sababu alitambulishwa. Nataka nikwambie jambo. Maisha yako yako jinsi yalivyo kwa sababu haujawahi kutambulishwa. Na kama uliwahi kutambulishwa, ulitambulishwa na babu yako, au uliishi ndani ya utambulisho ambao alitambulisha bibi yako au babu yako au ukoo wa kwenu. Umekwama kwa kiwango ulichokwama kwa sababu mliwahi kukwamishwa na kule ambako ndiko asili yako. Kwa mfano, kuna watu ambao unakuta utambulisho wao wametambulishwa, kuna laana, yaani utambulisho una laana nyuma yake. Aidha wazee wa zamani au kuna mtu mwenye mamlaka alimwambia mama fulani au mzee fulani wewe, au alimlani kwamba wewe na ukoo wako hamtaenda mbali. Na familia za Kiafrika hasa makabila mbalimbali yanaogopa sana laana. Ndio maana unakuta wana uhofu, wana mifumo mbalimbali ili ikitokea laana isiathiri familia. Manake laana ni miongoni mwa utambulisho. Unaishi katika maisha lakini kuna nguvu inaweza kupeleka mbali au nguvu inaweza kufanya usifike mbali. Manake ni kwamba kuna namna ambavyo mmetambulishwa, kwa unatembea ndani ya utambulisho wako. Kwa mfano, kuna watu wametambulishwa kwao wana magonjwa ya kisukari. Kuna watu wametambulishwa kwao wana magonjwa ya kansa. Watu wametambulishwa kwao hawaruhusiwi kuzaa. Wengine wametambulishwa kama hawaruhusiwi kuolewa au unaolewa lakini huwezi kukaa kwenye ndoa kwa sababu utambulisho wako haukuruhusu wewe kuishi kwenye ndoa kwa sababu tayari ulishawekewa kikomo. Mwingine utambulisho wake mambo ya kiuchumi, kuna level uruhusiwi kuvuka. Uruhusiwi kumiliki 500,000, lakini utambulisho wako umewekewa limit kwamba huwezi ukamiliki milioni 10. Nishiem, ukifika tu milioni 9 kuna alamu inapiga, unashuka chini. Maanake ni kwamba utambulisho wako umeweka kikomo kwamba kuna mahali huwezi kuvuka. Mwingine utambulisho wako umewekewa kikomo ya kwamba utakufa na kansa, utakufa na ulevi. Utambulisho wako kwenye masuala ya kiuchumi kuna mahali umewekewa kikomo. Au katika maisha ya biashara umewekewa kikomo, kuna mahali huwezi kuvuka hapo. Au katika maisha ya ndoa au katika maisha ya jambo fulani, yani kuna kikomo hicho. Kwa sababu gani? Kuna nguvu nyuma yako iliyoweka mwisho wa utambulisho wako. Kwa maana ni kwamba ukiona maisha yako kuna vitu havifikii mwisho, maana ni kwamba umewekewa kikomo hapo. Yani kwambie, baraka au utajiri havikufuati kwa sababu una bidii ya kazi.
Utajiri inategemea kwenu kuna neema ya utambulisho wa utajiri au kuna neema ya utambulisho wa baraka. Nini ambacho kimetambulishwa kwenye maisha yenu? Ndio maana wataalamu wanasema ukiwachukua mtu mmoja ambaye ni tajiri na mtu mmoja maskini, ukapeleka katika mji ambao ni mji wao mpya, hawajui mtu yote kwenye ule mji, ukampa kila mmoja milioni 10, ukaja baada ya miaka 10 utakuta maskini ni maskini na tajiri ni tajiri. Kwa sababu gani? Nguvu ya huyu mmoja alitambulishwa kumiliki na kutawala, alitambulishwa kuzalisha na kuongeza. Huyu mwingine alitambulishwa akili yake na ufahamu wake una kiwango unachoishia, kwa sababu kuna nguvu iliyomtambulisha. Sikia, maisha yako unayoyaishi yanaeleza umetambulishwaje. Kiwango cha maisha yako kinatoa taarifa ulitambulishwaje na ulitambulishwa na nani. Tumejifunza tu kadhaa waliotambulishwa hapa. Kwa mfano, tumesoma habari za Ibrahim, baba wa imani, ambaye alipotambulishwa, Biblia inasema kwamba akatoka kwa baba yake, lakini alitoka na mtoto wa ndugu yake ambaye yeye hakuwa na utambulisho. Biblia inasema wakafika mahali wakagombana, akiwa na mtoto wa ndugu yake ambaye anaitwa Lutu. Biblia inasema wakachagua, Lutu akalichagua bonde la Sodoma na Gomora ambalo lilikuwa na kijani kibichi, lilikuwa linavutia, lilikuwa na kila kitu bora, akalifuata bonde ya kijani kibichi. Lakini inawezekana mtoto huyu yeye kwa asili yake hakutambulishwa kuwa milionea au kuwa tajiri. Ninasema alipokuwa Sodoma na Gomora palitokea kila aina ya fujo, na mwisho wa siku Sodoma na Gomora ilichomwa moto, aliondoka akiwa fukara. Lakini aliyetambulishwa anaitwa Ibrahim, akapanda juu ya milima. Mimi nasema hivi kwamba Mungu akaambia geuka kaskazini na kusini, akaambia mwisho wa macho yako ndio mwisho wa utajiri wako. Kwa sababu alitambulishwa na Mungu, Biblia inasema milima ikaanza kutoa chemchemi. Chochote ambacho kinatoka kwenye maisha yako ni kile ulichotambulishwa. Ukiona maisha yako una struggle, jua umetambulishwa kupambana, ndio maana umekuwa mtu wa kupambana. Kuna watu ambao hawahitaji kufanya biashara sana ili wapate fedha. Hapana, anachokigusa chochote kile kinaenda, kwa sababu kuna utambulisho wa utajiri katika maisha yake. Yuko mtu halali anafanya biashara za kila aina kwa bidii, anatunza fedha, lakini kwa sababu ametambulishwa kuwa fukara, roho ya uharibifu haimwachi. Anajaribu hiki kinakwama, anajaribu kile kinakwama, anajaribu hiki kinakwama. Kwa sababu gani? Utambulisho wake umemfanya aishi maisha anayoyaishi, kwa sababu hana asili ya baraka. Nitaka nikueleze baadhi ya watu kadhaa ambao walitambulishwa na maisha yao yamekuwa ya kihistoria ya ajabu. Tulisoma mtu wa kwanza hapa anaitwa tumemwangalia Adam, tumemwangalia Ibrahim, lakini tukamwangalia pia mtu mwingine anaitwa Musa. Kitabu cha Kutoka sura yake ya 3 mstari wake wa 3, Kutoka 3 mstari wake wa 3, Musa akasema nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu ya kijiti hiki kinawaka moto lakini hakiteketei. Tunamwona mtu mwingine anaitwa Musa. Tumemwona Adam, tumemwona Ibrahim, leo tunamwona mtu anaitwa Musa. Mimi nasema Musa Mungu alikuwa anaishi kwa Farao, ameishi kwa Farao Musa. Baada ya hapo, Biblia inasema alipokuwa mtu mzima, ulimwengu wa roho kamwambia wewe sio wa maisha haya. Biblia inasema Musa akatoka kwa Farao, akaenda mpaka kwenye mji wa Midiani, akaanza kuchunga kondoo za Yethro. Biblia inasema hivi kwamba akaishi katika maisha yale kwa muda mrefu akiwa haoni chochote. Sikia, ambaye hajatambulishwa haoni chochote. Ukisikia mtu ana stress, manake ni kwamba haoni chochote, hana utambulisho sahihi ambao unamfanya aone wepesi, aone baraka au aone giza. Kwa sababu gani? Hajatambulishwa. Mimi nasema akakaa kule kwa miaka 40. Siku moja akaona kijiti kinawaka moto lakini hakiteketei. Mungu akamtambulisha, akaambia kuanzia leo wewe Musa, ninakutuma kwa ajili ya kutoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Akamtuma kwa Farao, akamtambulisha kwa Farao. Kwa Farao aliondoka anakimbia, lakini alipotambulishwa na Mungu mwenyewe
aliingia kwa ujasiri kwa Farao na akachukua baraka zake zote na akawatoa wana wa Israeli katika ile nchi, akapeleka nchi ya ahadi. Nguvu gani iliyomfanya ingie nao pale? Ni nguvu ya utambulisho. Sikia, mambo yako yamekwama kwa sababu hauna nguvu ya kutambulishwa. Ulitambulishwa na babu yako, au unaishi katika utambulisho ambao baba yako alitambulishwa. Wewe ni muoga kama baba yako alivyo muoga aliyekuzaa. Una hasira kama mama yako alivyo na hasira. Una tabia zile alizonazo baba yako au mama yako au bibi yako. Tukikuchunguza tunamuona mama yako nyuma yako, au tunaona tabia za ukoo wa kwenu zikiwa ndani yako. Kwa sababu gani? Hivi ndivyo wazazi wako walivyotambulishwa, kwa sababu wao wanaishi katika utambulisho waliourithi katika mfumo wa baba yao na mama yao, au na ukoo walikotokea. Acha nikuambie jambo la ajabu. Mwanadamu huwa kwa asili yake anatokea mbinguni. Akitoka mbinguni, ile mbegu imetumwa duniani kulitimiza kusudi la Mungu la ajabu. Ili inapotoka mbinguni inaenda kwenye kiuno cha mzee mmoja ambaye ni baba yako mzazi. Baada hapo inasafiri inaenda kwenye tumbo la mama yako mzazi. Ile mbegu inapewa nyama, na baada hapo anakuwa mtu hai anayeishi na anayepumua chini ya jua. Unapozaliwa tu sasa, hapo ndiko ambako matatizo yanapotokea. Umepokelewa na nani ulipozaliwa? Umepokelewa na babu yako? Umepokelewa na shangazi yako? Umepokelewa na nani? Walikutambulishaje katika dunia? Walisema nini? Walikupa jina gani? Walikuongoza uwe nani kesho? Utambulisho uliotambulishwa na watu waliokukuza ndio umekufanya leo uwe jinsi ulivyo. Lakini imetumwa na Bwana ni kutangazia kwamba Mungu alikutengeneza ukiwa shujaa. Ulitengenezwa kuwa mtu wa thamani. Ulikusudiwa kwenda mbali. Ulikusudiwa kushinda. Ulikusudiwa kuyaweza maisha. Ulikusudiwa kuwa mtu mwenye nguvu sana. Lakini utambulisho uliotambulishwa umekufanya umeonekana mwepesi, mtu wa kawaida. Ngoja nikwambie, kuna uwezekano kabisa wa kufuta utambulisho wa kwanza uliotambulishwa. Labda ulikuwa ni wa laana, magonjwa, taabu, na kuambiwa hutaenda mbali, alafu na kuunganishwa katika utambulisho mpya. Mafanikio yako hapo kwenye bidii yako yapo ndani ya utambulisho uliotambulishwa. Sikia, ili uolewe na mume mzuri si kwa sababu ni mrembo au unavutia au unafika namba 6. Hapana, ni kwa namna ulivyotambulishwa. Ili uweze kuitunza ndoa vizuri, si yale maadili uliofundishwa ya kumpikia mwanaume chakula vizuri au namna ya kutengeneza mahusiano bora katika ndoa. Hapana, ni namna ulivyotambulishwa. Kama ulitambulishwa kwamba wewe ndoa yako itakuwa bora na nguvu ya utambulisho keshi ndani yako, lazima utafanikiwa na kutimiza kile ulichokusudiwa kukitimiza. Naomba nikwambia kwamba ipo neema, ipo uweza ndani ya Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai kufuta utambulisho wa kwanza, utambulisho wa laana, utambulisho wa magonjwa, utambulisho wa kutokwenda mbali, utambulisho wa dhiki na taabu, kuufuta na kukutambulisha kwa upya katika ulimwengu. Sikia, ulitengenezwa kuwa mtu wa thamani, mtu mwenye nguvu, mtu mwenye neema, mtu unaweza kwenda mbali, lakini utambulisho wako umeiondoa thamani yako. Kuanzia sasa, katika jina la Yesu Nazareti, tunaweza kuumba utambulisho mpya katika maisha yako, na utambulisho wa dhamani ukapotea na ukaanza maisha mapya, kwa sababu ulitengenezwa ili ufanye mapinduzi makubwa duniani. Usikubali kufa kabla kujatimiza kusudi la Mungu. Wewe ni shujaa, unaweza kufanya mambo makubwa. Umebarikiwa sana. Shalom shalom. Jitu la Mungu, Apostle Daniel Komba. Bye bye.